وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلامه عليه. معنا الحديث 37 tukiendelea na majlisi hii katika hadithi ya 37, hadithi iliyopokelewa na عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. حديثه عبد الله بن عباس anayepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoyapokea Mtume salawatullahi wasalamuhu alayhi kutoka kwa Mola wake tabaraka wa taala. Anasema Mtume kwamba anasema Allah subhanahu wa taala, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa taala kataba alhasanat, ameandika mema wasayiati, na maovu katika lauhi almahfudh, na ameandika hayo katika tumbo la mwanamama kabla ya mtoto kuzaliwa. Maana kuna ile qadar ambayo ni qadari al-am ya mwanzo ambayo imeandikwa katika lauhi almahfudh, kisha kuna qadar al-khas ambayo mtoto huandikiwa pindi anapokuwa katika tumbo la mwanamama kabla ya kuzaliwa, kama inavyosema ile hadithi ambayo tumetangulia kuisoma inayoelezea hali za kuumbwa kwa mwanadamu na zile hali anazopitia katika tumbo la mwanamama. Fayursalu ilayhi almalak fayu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyun au sa'idun. Kwa hiyo hii ni qadar al-khas. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema faman hamma bihasanatin, yoyote yule ambaye atakayezimia kulifanya jambo jema, falam ya'malha, kisha ikawa hakulifanya, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah atamwandikia malipo ya jema kamili. Mtu kaazimia kufanya jambo ambalo ni jema ikawa hakulifanya, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, Allah atamwandikia jema kamili kama kwamba amelifanya. Lakini ni wakati gani? Ni wakati ambapo ameazimia kwenye nafsi yake kulifanya, lakini fasarafahu sarif, katokezea jambo la kumshughulisha ikawa hakulifanya, basi Allah anamlipa kwa ile nia yake ya kukusudia kulifanya kwa kumpa jema kamili. Wa in hamma biha, lakini akikusudia muumini kulifanya jambo jema, faamilaha, na akalifanya, katabaha Allahu indahu 10 hasanatin, Allah atamwandikia ni kama kwamba amefanya mema 10 ila 700 dhi'fin, mpaka kufikisha ujira wake ujira 700 ila adhaafin kathira. Na Allah subhanahu wa ta'ala yudhaifu liman yasha, nazidisha nyongeza nyingi kadiri ya vile mja anavyofanya jambo lake kwa ikhlasi na kutakasa nia yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aidan wa in hamma bisayi'an, ikiwa mtu atakusudia kufanya jambo ovu, falam ya'malha, ikawa hakulifanya jambo ovu hilo, katabaha Allahu indahu hasanatan kamila, pia Allah atamwandikia jema kwa kule kuacha kwake kutolifanya lile jambo lile ovu, kwa sababu nawa ayudhniba dhanban, muumini amenuia kufanya dhambi, lakinahu tarakahu wa lam ya'malhu, hakulifanya lile jambo, lam ya'malhu khawfan min Allah, kwa kumkhofia Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah yaktubuha lahu hasanatan wahidatan ala niyatihi, Allah anamwandikia jema moja kwa ile nia yake ya kuacha lile ovu alilokuwa amelikusudia katika nafsi yake. Lakini wa in hamma biha, ikiwa atakusudia kulifanya, faamilaha, na akalifanya ovu, basi katabaha Allahu sayi'atan wahida, Allah atamwandikia ovu moja tu, tofauti na jema. Jema unapolifanya unaandikiwa mema 10 mpaka kuzidishiwa kufikia 700, lakini nyongeza anaijua Allah peke yake. Lakini jambo ovu unapoazimia kulifanya, kama hujalifanya unapewa thawabu, lakini ukilifanya pia unalipwa ovu moja. Angalia ofa ya Allah subhanahu wa ta'ala, na namna gani Allah anataka kutuingiza sisi katika pepo yake. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, qalu ya Rasulullah man ya'ba, qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Mtume akasema, atakayenitii mimi ataingia katika pepo. Manake umma wote utaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Masahaba wakashangaa na kumuuliza Mtume, nani atakataa kuingia katika pepo? Mtume akasema, atakayenitii mimi ataingia peponi, lakini atakayeniasi mimi ataingia katika moto. Kwa hiyo hapa tumeona kwamba kumbe sababu za kuingia sisi katika pepo ni kubwa mno. Allah ameeleza mwenyewe katika hadithu al-Qudusi ambayo tumeisoma
hivi sasa. Fa'ala almuslim an yuhsina niyatahu wa yukhlisaha lillahi azza wa jalla. Muislamu anatakiwa aifanye nia yake kuwa ni nzuri katika moyo wake na aifanye kwa ajili ya Allah, wa yatruka fi'la sayyiati, na aache kufanya mambo yasiyompendeza Allah subhanahu wa ta'ala, walhamma biha, na kukusudia, wa ya'dil anha, na afanye mambo yaliyo mazuri, wala yutawi nafsahu al-ammarata bisu, na wala asiendekeze nafsi yake ambayo inamwamrisha maovu, wala yutawi ash-shaytan fayatruka fi'la sayyiati khawfan min Allah subhanahu wa ta'ala, ili afikie kuacha yale maovu kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhadithu رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. وبهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت.